السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب اللغة العربية. Mimi ni Abu Yasin, mwalimu wa Kiarabu. Ahlan wa sahlan, karibuni sana katika darsa mpya ama kipindi kipya katika silsila yetu, yani mfululizo wa darsa ambazo zinaelezea na zinafasiri, yani zinasherehesha hivi vitabu vinavyoitwa ama vilivyokuja chini ya anwan al-arabiyatu baina yadayk. Katika darasa zilizopita tumekwisha kueleza ama kusherehesha chini ya anwan tahiyatu wa taaruf, yani kusalimiana na kutambulishana. Taaruf yani kutambulishana, hao mabwana wanasalimiana, wanatambulishana. Kusalimiana yani assalamu alaikum, kama tunavyoona hapa. Hapa tunaona assalamu alaikum, wa alaikum assalam, kusalimiana. Na baada ya salam, baada ya kutoa salam, baada ya tahiyya, tunaona utambulisho, yani mtu kujitambulisha kwa wenzake. Taaruf, taaruf yani mimi ni nani, wewe ni nani, na masala kama hayo. Tayeb, ismi Khalid, ismi Khalid, masmuka, na wewe waitwa nani? Mimi nishajitambulisha, sasa daur yako jitambulishe. Min fadlak. Ukiswahili min fadlak tunasema tafadhali. Tafadhali kwa Kiarabu yani tafaddal ina maana kidogo tofauti, tutakuja kuelezea kwa undani baadaye. Alafu tukapita hapa, yani hawa wanawake yani wana vile vile wanasalimiana, wanatambulishana, sawa. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Alafu ismi Khawla, vile vile ismi ni ismi tu, ana yani hakuna tofauti. Ukizungumza nafsi yako, yani nafsi ya kwanza, ama kwa Kiarabu tunasema almutakallim, mzungumzaji. Ana haibadiliki, mimi haibadiliki. Kama Kiswahili mimi ni mimi, haibadiliki. Ismi, jina langu ni kadha, jina langu ni kadha, haibadiliki. Unaona? Ismi, mwanamume atasema ismi, mwanamke atasema ismi. Tofauti inakuja hapa, masmuki, ka hapa. Hiyo kaf ni alama ambayo inaonesha, ambayo inawakilisha, tuseme hii ni alama ambayo inawakilisha al-mukhatab, yani anayesemeshwa, anayesemezwa, afwan, yani unaizungumza naye. Sasa wewe ni nafsi ya kwanza, unaizungumza naye itwa nafsi ya pili Kiswahili. Kwa Kiarabu tunasema almutakallim, mzungumzaji, na almukhatab, anaisemezwa, msemezwa, pengine wallahu a'lam, msemaji na msemezwa, almutakallim walmukhatab. Sasa tofauti na kuja hapa, wanaume wanasema ka, ismu ka, jina lako. Ukizungumza na mwanamke utasema ismuki. Unaona, unatumia kasra wala si fatha. Unaona? Alafu tukapita huko tukaona kwamba ukitaka kusema wewe, yani almukhatab, yule unayezungumza naye unamuita wewe. Kiswahili mwanamke mwanamume haijalishi, wote ni wewe. Lakini Kiarabu ukizungumza na mwanamke vile vile utatia kasra, kama katika ismuki, na hapa pia katika ile dhamiri yenyewe.
Dhamir yani ni hayo maneno ambayo yanawakilisha hizo nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu ila akhirihi, yani zinaitwa dhamair. Dhamair ni wengi, dhamair moja ni dhamir. Kwa hivyo ana, anta, anti, hizo zote zinaitwa ama zinakuja chini ya anwan dhamair. Dhamair ni wengi, dhamir ni moja. Ona kama ulivyosema ismuki ukatia kasra, ukisema anti yani wewe mwanamke unatia kasra hapa chini, unaona kuna kasra. Ukizungumza na mwanamke mwanamume, afwan, hawa ni wanaume, anta unatia fatha. Na katika kipindi hiki cha leo tunaendelea na hizo tamrin. Tunaingia hapa sasa zoezi hili hapa. Mwandishi wa kitabu ametupa yani maigizo, yani ametuelezea hapa tufanye nini. Tadrib al-awwal, tadrib ni zoezi. Tadrib al-awwal, sil baina al-ibarati wal surati al-munasibati. Sil, kuunganisha ama kufungamanisha pengine. Yani hapa tuna kitu, hapa tuna kitu. Hivi vitu viwili tunataka kuviweka pamoja. Ndio sil. Sil ni amri. Sil ni amri. Baina ni baina, Kiswahili baina. Ibara yani ni kama yani maneno mawili yaliyowekwa pamoja kwa shekli ama kwa sura fulani, unaona, huitwa ibara. Nafikiri pia inaitwa hivyo hivyo kwa Kiswahili, nafikiri al-ibara mafhum, yani nafikiri inafahamika pia kwa yani katika lugha ya Kiswahili ibara iko nadhani. Wasura, sura ni sura kwa Kiswahili tusema sura kwa sin, kwa Kiarabu ni sura yani sad, sura yani ni picha, unaona. Kuna sura yani binadamu ana sura, sio sura yani muonekano wake ni sura. Vile vile Kiswahili sura tunatumia hivyo hivyo, yani sura ya binadamu, sura ya chochote, yani sura hii yani ni kama uso wa kitu, kama muonekano wa kitu, sura. Lakini hapa inakuja kwa maana ya picha, hizi picha zilizoko huku chini, unaona. Tadrib al-awwal, zoezi la kwanza, sil baina al-ibara, maneno tuseme, wa surati al-munasabati. Munasabati yani sura inayofaa, unaona, inayoingia, yani yatakiwa maneno na picha yaingiane, yaendane, labda yaendane, yani ushaona, unaweza kuziweka pamoja, zinaingiana. Haya basi tuanze na kwanza, tuanze na ibara ya kwanza, masmuka. Sasa tunaona nini hapa juu ya kaf ambayo maana yake ni yako, lako, zako, chako, zote hizo. Kaf, juu ya kaf tunaona nini? Juu ya kaf tunaona fatha. Unaona fatha manake nini? Manake unazungumza na mwanamume, rajul ni mwanamume. Wewe wazungumza na mwanamume rajul, ndio maana watia fatha. Masmuka, unamuuliza mwanamume yani rajul, unamuuliza wewe waitwa nani? Sasa hawa katika picha, katika hii sura ni picha, katika hii sura unaona nani? Unaona hawa ni mabuibui, mwanamume havai buibui. Kwa hivyo haya maneno hayafai yani hayaingiani na hii picha. Kuna ikhtilaf
baina ya ibara maneno na sura picha. Unaona, yani maneno yanakhalifu sura. Kwa hivyo hiyo ibara yatakiwa ifungamanishwe ama iunganishwe na hawa mashabab. Hawa shabab, hawa vijana ndio wanaume, ndio rajul ni moja mwanamume, rijal ni wengi, rajul rijal, haulai rijal. Hawa wanaoketi hapa wanapiga gumzo, wanaketi hapa katika hiyo sofa ni rijal, lakini umri wao ni mdogo, kwa hivyo tunasema shabab. Unaona, sasa huyu mvulana huyu anamuuliza mwenzake, wewe aitwa nani? Masmuka. Basi na ibara hii hapa hapa tunaona nini? Tunaona kasra. Kasra manake tumesha soma ama tumeshajua kwamba hiyo kasra inamaanisha kwamba wazungumza na mwanamke. Kwa hivyo masmuki ni hawa kina dada, ndio hiyo ibara inafaa iwe iko hapa, hii sura ya madada. Unaona, kwa hivyo tunachora hivi hati sat, tunakwenda mpaka kwa hawa, tunakwenda mpaka kwao, tunaweka hiyo khat hapa. Unaona, masmuka ni wanaume, masmuki wanawake. Tayeb, haya twende mbele. Hapa tunaona mabwana wawili, moja amenyosha mkono hapa, yani anaisharia, anatoa ishara, yushir. Yani hadha rajul, huyo mwanamume, yushir, anaisharia, anamuonesha huyu mwanamume mwenzake, yani anamuashiria. Anasema nini? Anasema wewe. Sasa katika lugha ya Kiarabu, wewe, ukimwambia mwanamume wewe, lazima utafautishe kati ya kike na kiume. Huwezi kumuita kila mtu wewe. Mwanamume utamwita anta na mwanamke utamwita anti. Na hapa tunaona imeandikwa nini? Unaona hii kasra hapa, kasra imeandikwa anti. Kwa hivyo hilo neno haliingiani na hiyo sura. Tunashuka chini, tunaona hapa anta. Anta ndio sah, ndio sahih. Tunakwenda mpaka kwa hawa. Unaona, hawa ndio kina anta. Kina anta ni hawa. Unaona, ndio rijal, wanaume. Kwa hivyo anti ndio hawa wanawake. Unaona, huyo mama ananyosha mkono, anatoa ishara, ama anaashiria, anasema wewe dada, ninakuita. Unaona, anti ni hawa. Haya, tuende mbele. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Kaf hapa ina fatha, manake nini? Mwanamume. Kaifa haluka, kaifa vipi, hal hali. Kwa Kiswahili tunasema hali, kwa Kiarabu hal. Kaf wewe, vipi hali yako, ni wanaume. Unaona, tunakwenda chini, tunakwenda mpaka hawa wako wanaketi hapa katika chumba cha kuketi, yani ghurfatul julus. Kwa Kiarabu tusema ghurfatul julus. Kwa Kiswahili nadhani unasema sebuleni. Sebuleni pia ni Kiarabu, ni neno la yani watu wa Oman ndio wanatumia hilo neno, wanasema sabla.
sablatun. Sablatun kwa Kiswahili linatumika, unaona, lakini si sana. Hilo neno utalikuta katika kamusi, si sana watu kuitumia. Watu sana hutumia Kizungu. Ghurfa, yani chumba cha kuketia, chumba cha kuketia, yani ghurfatul julus. Hawa wanaketi hapa, huyu yani huyu mjomba na huyu mtoto wa ndugu yake, labda, wallahu a'lam. Tumia yani ni juu yako tu kutakhayal vile unavyotaka. Kaifa haluki, kaifa haluki ndio hawa, ndio hawa. Kaifa haluki kina kasra, hawa ni kina kasra. Unaona kasra, kasra. Kaf na kasra, maanake wewe mwanamke. Kaf na kasra, wewe mwanamke. Yalla, yalla yani haya, yalla twende mbele. Nadhhab, 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 nadhhab twende. Nadhhab, nadhhab chini. Tunakuja katika sehemu hii na tunasoma anwani hapa. Tadrib athani, tadrib athani. Ajib, ajib yani jibu, yani jibu. Kuna masual na jawab, yani as'ila wa ajwiba, yani masual na majawab. As'ila wa ajwiba. Tayib, assalamu alaikum, la kwanza hapa, yani al-awwal. Al-awwal yani la kwanza, al-awwal. Assalamu alaikum, wapi jawabu lake? Wapi wapi? Wa alaikumus salam. Tayib, wa alaikumus salam yani wazi. Assalamu alaikum, wa alaikumus salam. Kiswahili, Kiarabu ni hayo hayo. Kaifa haluka, kaifa haluka jawabu lake ni bikhair walhamdulillah, bikhair walhamdulillah. Masmuka, tumeruka hapa, hapa ni la pili, tumeruka, tumeingia katika la tatu, yani moja kwa moja tumeruka la pili. La pili, masmuka, jina lako nani? Hapo utajibu yani wewe ni nani, yani ismi Khalid, ismi Khalil, ismi Ahmad, ismi Mustafa, ismi Athumani yani Uthman. Mimi naitwa Hamisi, ismi Hamisi. Sahihi, ismi ndio jawabu hili, ismi, ismi Khalid, ismi Umar, ismi Ali ila akhiri. Haya, la tano, alkhamis, alkhamis yani la tano. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Masmuki, masmuki. Sasa huku juu tulikuwa tukiongea na mwanamume, sasa tuongea na mwanamke. Tumeongea na kaka, sasa tumegeuka tuongea na dada. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Ismi yani ma ismuka, masmuka, kwa sababu yani ma ismuka, lakini tunaziunganisha, tunaunganisha haya maneno mawili, masmuka, kwa sababu hamzatul wasli. Unaona, yani kuna kitu hapa juu ya hiyo alif inaitwa hamzatul wasli, hamzatul wasli na wairuka. Ushaona, imani tusema masmuki, masmuki. Sasa wawili waumuuliza mwanamke, atasema ismi Aisha, ismi Fatima, ismi yani Fatma yani Tuma, sio Tuma. Kuna majina yapi mengine? Yani jina lolote, yani wewe waitwa nani? Mwanamke, jina langu ni Fatima, Aisha ila akhiri. Tayib, kaifa haluki, kasra. Unaona kasra maana yake wazungumza na mwanamke, sio
kaifa haluki, naye atajibu vile vile, yani bikhair, ana bikhair, yani ana hakuna tofauti, ana bikhair. Ana, mwanamume atasema ana, mwanamke atasema ana, khalas. Ismi vile vile tushasema ismi, tushasema ismi tukaitaja tulipokuwa hapa, tukaitaja. Tayib, na hayo mazoezi mepesi kabisa na machache, naona tumetosheka kwa sasa katika kipindi hichi, na inshallah tutaendelea kusherehesha, yani kueleza na kufasiri kitabu hichi cha Al-Arabiyatu baina yadayk. Wabillahi tawfiq. Haya ya jamaat alkhair, kwaherini kwa sasa.